Maombolezo sura ya 3 ule mstari wa 27. Maandiko yanasema ni vyema mwanadamu akaichukua nira yake wakati wa ujana wake. Wakati wa ujana ni wakati ambao kila mtu anatakiwa kuwa sharp, kwa sababu anatakiwa kuichukua nira wakati huo wa ujana. Sasa nira ni kifaa ambacho huwa kinafungwa kwa wanyama, aidha ng'ombe au punda, wakiwa wanabeba mizigo au wanalima, huwa wanawekewa kitu fulani pale shingoni na kinawafanya waweze kustiki kwenye lengo. Yaani kinawapa focus wasitoke mahali ambako yule mlimaji au mbeba mizigo amekusudia. Manake ni nini? Kila kijana anatakiwa kuhakikisha wakati wa ujana anakuwa na maono kuhusiana na maisha ambayo anataka kuelekea. Kitabu cha Habakuki sura ya 2 na mstari wa 2, Habakuki anaambiwa iandike njozi uifanye iwe wazi katika vibao, ili aisomaye apate kuisoma kama maji. Maana yake wakati wa ujana ni wakati ambao unatakiwa kuwa na picha inayoeleweka kuhusiana na mustakabali wa maisha yako. Wako vijana watatu ambao nataka nikutolee mfano ambao walifanya vizuri sana wakati wa ujana wao, yani walibeba nira wakati wa ujana wao. Kijana wa kwanza alikuwa ni Mark Zuckerberg, ambaye huyu ni mwanzilishi wa Facebook. Alipokuwa na umri wa miaka 19 aliweza kuianzisha Facebook. Lakini mtu mwingine ni Elon Musk. Akiwa kijana wa umri wa miaka 24 alianzisha kampuni lake la kwanza. Wote mnamjua, huyu ni tajiri wa kwanza duniani. Elon Musk alipoanzisha kampuni lake la kwanza kabisa linaloitwa Global Information Link, alikuwa na umri wa miaka 24. Manake unaweza ukaanza kitu ukiwa na umri mdogo. Lakini mtu mwingine ambaye nitamtoa kwenye Biblia, huyu ni Yeremia, the prophet Jeremiah. Nabii Yeremia, waandishi na watafiti wa mambo ya kidini wanasema kwamba aliitwa akiwa na umri wa miaka 19 hapo mpaka 24. Na hiyo utaithibitisha kwenye Yeremia 1 ule mstari wa 5 mstari wa 6. Anaambiwa kwamba nimekuita kuwa nabii wa mataifa. Lakini anamwambia Mungu kwamba Bwana, tazama mimi ni mtoto. Manake aliitwa akiwa mtoto kabisa, aliitwa akiwa mdogo. Lakini leo hii Yeremia ameandika vitabu 4 katika Biblia. Ameandika kitabu cha Yeremia, lakini pia kitabu cha Maombolezo, kitabu cha Wafalme wa kwanza na kitabu cha Wafalme wa pili. Yeremia amefanikiwa kuandika vitabu, amefanikiwa kuibadilisha dunia yake, na leo hii tunamfahamu mtu anaitwa Yeremia kwa sababu alianza akiwa bado kijana. Sasa dhambi ya zinaa ni dhambi ambayo inaweza ikakufanya ukaishi nje ya maono, ukaishi nje ya picha ambayo umeamua kuiendea wakati wa ujana. Kwenye kitabu cha Methali sura ya 6 na ule mstari wa 32, anasema zinia na mwanamke hana akili kabisa, anafanya jambo litakalomwangamiza nafsi yake. Manake kuangamia kwa nafsi ni kitendo ambacho kinahusisha ufahamu wa mtu, akili ya mtu, namna ambavyo mtu anakaa chini, anafikiria, anakuja na picha ya maisha, anakuja na mawazo, anakuja na maamuzi kuhusiana na maisha yake. Zinaa sio tu dhambi, lakini ni moja kati ya mtego wa shetani wa kuweza kuwatoa vijana wengi katika maono yao, kuwatoa vijana wengi katika focus kule ambako Mungu anakutuma kuelekea. Manake unaposhinda uzinzi na uasherati, utakuwa kwenye position nzuri sana ya kuweza kuyaamua maisha yako na kuweza kuyaendea. Leo hii kama unateswa na dhambi za zinaa, nitafute nami nitakusaidia. Viko vitabu ambavyo nimeviandika ambavyo ukivisoma vitakufanya kuwa huru mbali na dhambi ya uzinzi na uasherati. Bado msimamo wetu ni ule ule kwamba zinaa haitatajwa kwangu. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Mpaka wakati mwingine. Shalom. Shalom.